Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and if you're a returning subscriber, you're so much welcome, and if you're new to this channel, please consider hitting that subscribe button and welcome to King David's family guys. Yeah guys, leo niko na mood. As you can see, niko na mood. I know. Nime add weight kutoka mnione. Guys, hebu niwaambie kutoka nianze kunyonyesha. Nime add weight. Hata sijui niko na kilo ngapi, but nikipata mtoi nilikuwa small. Hata mkirudi muone video zangu, I was very small. Funny thing, mimi nikiona ball huwa na lose weight, alafu nikizaa huwa naongeza weight. Unasikia? So mkiniona huko nje mniona nime add weight, just know I'm a breastfeeding mom. Nah, we are eating for one and drinking for two, but so guys, but bado we are looking good. I'm just okay. I look good, guys. So guys, today's video is all about house tour yangu. It's about my house. Na tulisema tutaenda section to section. Na najua place mnaniona saa hii, it's a big hallway. Like hata director wangu akisonga ni mbali. Unaona? You see from here, this is my family room. This is my bedroom. This is the stairs. This is the stove. This is the hii ni moshia mkono na kioo. Yeah, so our topic today, content yetu leo ni about this room here. And this is Jaden's room, guys. So huku sitawaonyesha because my baby deserves privacy. Kwa room yangu yote kwenye tu sitawaonyesha ni room ya mtoto wangu because my kids need their privacy. Yeah, guys. So hii hallway yangu, I want to do something about it. And I'm doing an after video, then I will do I'm doing a now video. Inakuanga now and before, ama ni before and after? Before and after. I'm doing the before video, alafu tunawafanyia the after video. So na plan kubuy runner. Hii ni nini kubwa, ni kubwa. Kwa director wangu awaonyeshe kwenye iko. Hebu mukapeke waonyeshe. Guys, unasikia ni kubwa, like kutoka hapa mpaka huko. It's big, you know? Unaona? So nataka kuweka wall arts hapa. Yeah, nataka kuweka ma wall arts hapa. Nataka kuweka hizo paintings. Niko na kwa stairs. Maka muonyeshe kwa stairs. Mimi pachote nimeweka portrait. Kuna hapa. Kuna hii wall. You see guys? Yeah, and this is my bedroom. Mshazoea huko. So nini kukua about sana kukua yangu si sana si hapa. Juu unaona hapa ni identical na chini. So tuko hallway ya juu na kuna hallway ya chini na inakaa exactly the same na zote ziko na this sink. You see? So nataka kupanga hii place niweke portraits. Isikuwe too busy. Niweke runner huko na niweke hapa plants, whatever. Yeah. I will find out. But today, it's all about that room. So guys, I want to show you that room venye inakaa. Alafu I'm going to show you the idea before ya vile nitatengeneza hiyo room. So, nilikaa hivi tu nikajiuliza, my husband akona ofisi yake. You know? Akona family room yeye anashindanga most of the time na maboys wake. Mimi nakaa chini na watu wengi. Yeah. So, Jaden akona room yake ya kucheza, ya toys zake, ya everything. Hiyo ni different from room yake. Unaona kuna mkai hii nimwambia ni stop. Kuna yenye kwa chini yake pia. So, nikakuwa like mbona nisikuwe na my own, wanaita makeup room. Like mimi nitaita makeup room, sasa sijui nitaitaje. Like place yenye mimi na store vitu zangu gali makeups, shoes, handbags, hair, all those stuff. I decorate it the way I want. Anyhow, like kila kitu gali nitoe kwa bedroom yangu nilete huko, since most of them inakuanga wapi? Kwa bedroom yangu. And then I just want my own place with my own time. Nikipenda mtoto huko nimesaidia kushikiwa amelala na kuja na spend time wapi? Kwa room yangu. That way naweza kuwa na meditate, I worship God. Like I just want a small space for me. So I was like, hey, nakaa kwa nyumba kubwa, niko na rooms mingi. Na bwana wangu na ofisi yake, kuna family room, kuna nini? Mbona nisichukue one of the rooms nikaifanye ikuwe my place ya
kufanya hizo vitu zangu zote. So nika decide nitachagua yenye iko next to my son's bedroom juu ya Jaden on the other side, since huku upstairs hakuna watu wenye huka. Mimi mgeni akikuja kwangu analalanga wapi? Downstairs. Juu upstairs ni unaona bedroom yangu iko pale, ile ni family room, bedroom ya Jaden. Na sasa kuna hii room yenye magirls wao wanalala wakikaa kwangu, but sasa ndo na convert ikwe my own place. Hii ni store, hii bedroom. Hii ni store, nimepanga vitu zangu kwa electronics zangu situmii and all stuff, all kila kitu yenye unaweza store nimestore huko. So I was like I need my own privacy. Nikisikia tu niko overwhelmed, nimechoka nini and recently nimeanza kujifunza kupaka makeup. So sijafanya video nikiwa nimepaka makeup, but the next video nitawashutia nikijifunza kupaka makeup guys. When I was pregnant nilihire teacher wa makeup akakuja kanifunza for a whole week. So aliniacha so guys nika decide like niko na my own space, my own room yenye naweza fanya anything, like I'm the only one who can access that room. So kamini niwafanyie room tour kwanza before we do the makeover. We do the makeover. So this is the room. Acha niingie alafu niwaambie. Washi lights. Come in guys. Yeah, welcome to Queen's makeup room guys. Nitakuwa nawaambia hivyo by the way. Unaona? So, acha mchukulie. Unaona si room kubwa sana. As you can see, iko na washroom yake, iko na niliso hii bed na hii mattress yote itatoka hapa nipeleke kwa room nyingine. Ile window nita change everything. Theme yangu, my theme, hata niketi chini ndo mnione hapo. Unaona hata vitu zangu ziko hapa already. Juu huko Jaden hawezi kuja Jaden naingiangi hii room, so ni ngumu sana kuja kuharibu vitu zangu. Juu be sure hii kitu ingekuwa ishamwagwa kila mahali kwa nyumba. Hizi vitu zote amecheza hizi mafuta, miwani hizi hata zingekuwa hapa. You know boys wanakuanga curious all the time. So hii ni lipstick guys. So don't mind. Acha niketi. Hii bed itatoka hapa. Hii mattress itatoka hapa. Hiyo curtains itatoka hapo, hivyo niliweka hapa juu. Iko next to, nilikuwa nikiingia kwa hii nyumba nilikuwa nafikiria niweke room gani kwa ya Jaden. So nilikuwa nataka hii iko room ya Jaden, but hii room ni small kuliko room zenye ziko hii side nyingine. Room ya Jaden ni kubwa compared to this one. So nikasema hapana, hakuna haja nifinye mtoto wangu juu ako na vitu mingi, acha akae hiyo side. Na alafu naona iko next to my bedroom, so nasikia mtoto usiku. Sio sika hii iko mbali sana. Iko na kioo. Guys, ingewaonyesha di washroom vyenye inakaa. Iko na tu kila kitu like nataka kwa space yangu. So unaona hata nikiwa huku nafanya tu vitu zangu, makeup nini, hakuna jati nitoke hapa ndo niende master bedroom, washroom ati nini. Huku ndo ndakuwa nafanyia skin care yangu, huku ndo ndakuwa na oga, like mimi nikaa na hama by the way. Natoka tu na hama huko ndakuwa na lala, like huko itakuwa sasa vitu mob zitakuwa ni my husband, nguo zetu. Yeah, but at hizi products zangu, you know the reason why natoa hizo vitu zote nilete huku. Baby T ako karibu kujua kutamba. So unajua hii stage ya kutamba, mtoto anapatana na kitu anaweka kwa mdomo. Hiyo ni one of the things that try to prevent. And then huku itakuwa much safer juu atakuwa ki access hii room. Juu unaona nikishatoka nafunga na ufunguo naenda najiwekea ufunguo zangu. So huku ni vitu tu zangu zitakuwa, hakuna ya mtu mwingine. Huku ndo ndakuwa naweka anything yangu, si ya watu wengine. So watoto kwa na room zao zitakaa huko, ya babake zitakaa kwa room yake. So hii curtain Jaden anapenda McQueen
niliona vitu zake mob ziko na magari. Jaden loves cars. So hapendi curtain juu imechorwa nini? Spider-Man. So nikabaia gari, nikakuja nikasema acha ikae hapa hivi. Maybe nikiweza itengeneza ikuwe room ya vijana wanakaa huku, which niko na ikiwa awkward. Mbona nisiweke room ya maboys huko chini? Nimwambia boys, nikiwa na wageni boys ulala chini, mademu ulala juu. But sasa for now watalala chini kwa sababu rooms mingi ziko chini. Juu hizo rooms sasa za watu wenye wako kwa nyumba yangu sasa. So alafu mjue mimi sina nani mwenye analalanga kwa nyumba. So unaona niko na rooms mingi. Mimi niko na day bag anakuja alafu anaenda. So hapa hivi I'm planning kuweka drawers. Pale niweke nisikie inaitwa vanity desk ama ni makeup desk vile itaitwa. Niweke theme yangu ni pink, purple and white. So later on I decide kama ni purple and white ama ni pink and white ama ni purple pink mixture, whatever. I love purple. Purple is my favorite color. Yeah, so I'm going to change the lights. I'm going to niweke LED lights. Kama unaona iko nayo but haina color yenye nataka. Unaona? Haina color, haina waka green. So nitachange wake pink kama purple, nitajua. Hii bed itatoka hapa, ndio uko chini kwa one of the rooms. So guys, I want you to see the vision. My big drawers hapa. Nimeweka wigs zangu na zile ni mannequins. I think hizo ziko mahali hapa, nimeziweka like 4 of them, perfumes, makeup, everything nimejaza hapa. Alafu kioo yangu si juice, hakuna hata ninunue kioo ingine na niko na kioo. I'll just decorate this part of the mirror, alafu niweke huku drawer ingine, niweke ingine hapa hivi. Curtain yangu iko ya pink ama purple. I'll decide pia kama nita change pia paint ya wall. Niko nafikiria pia ni change the wall carpet, ninunue ingine. Like I'm going to change everything. Kenya tu itabaki kwa hiyo room ikiwa the same ni hii. Ni wardrobe. Hiyo tu itabaki ikiwa poa. Hapo ndo nitakuwa naweka box za vitu zangu zenye nime unbox. Like huko storage isipotosha nakuwa naeka vitu zingine hapo. So unaona I have a whole room by myself. Huko ndo nakuwa nafanya study, Bible study. You see like that Kagali room. So if you're there, Queen is coming back. No, Queen is back. Queen is here. But guys, I have 3 kids, so I have to return back to my younger self. I need to go back to me. Sasa mnaniona mnaona nini? Mnaona mama boys, mama girls. Sasa mnaniona hivyo, mnaniona tu bibi ya King David, but there's that me that I always want to be, and that is where I'm heading. I'm following that route. I want to be me. I want to be the feminine me, you know? Guys, I'm saying it all the time. I am just a mom. Mama T, Mama J, Mama Mateo. I'm just all over Bibi King David. No, I want you guys to know me as Stephanie. I want you to know me as Steph. I want to embrace Steph. I want to understand me. I want to know me. I want to know what I love. I want to have all the things I've ever dreamed of having when I was young. I'm going to do them while I'm in my house, married, and as a mother. I'm going to prioritize me. Because guys, when I gave birth to Jaden, mkitaka hiyo story mniambie. I'll give you guys, nilipatwa na depression. You know, I got pregnant when I was 18 and while I was in school. So if you want that story, niambieni kwa comment section. I'll just narrate everything for you. I got pregnant while I was 18, and I was in school. And mkitaka hiyo story nitawaambia yote. So mniambieni kama mtaka story niwafanyie video ya hiyo story, guys. So I was young. You know, I'm a baby myself. I don't drink like sijui hizi. Unaona sasa hivi wenye wasichana wamechanuka sasa hivi wanajua pombe ni nini, wanajua vilabu ni nini, wanajua kudress all hizo style. Like you get vile ukimaliza high school vile unakonga kwa kichwa chako umesema vile utakuwa ukivaa, vile utakuwa ukifanya nini. No.
So mimi sikuweza kupita hiyo stage because I got married young. So mkitaka story mniambie, nitawanarratea. So I got depressed, postpartum depression, because of what? I gained weight. Mama sasa niko comfortable. Nikiwaambia add weight, hata kitambi hainisumbui juu I carried a whole human being for 9 months na mko nisaidia kupush pale labor. So wewe shida yako kwenye huko, mwili ni yangu. Na age yangu na mwili yangu si yako. I'm saying that because watu wengi walikuwa wananiingililia like, makulisikia hizo story. Ati nakaa mtu wa 35, nakaa 35, you know, but right now I'm going to embrace that girl. I'm going to show up for her. Mimi nilipitia depression once. Na si atijua kitu kingine. Juu I was small. Nitawekea picha zangu hapo hivyo, mtawekewa muone. I was so tiny. Alafu all of a sudden nimepata mtoi. Mwili yangu imechange. Nakwambia guy, usipokuwa na mtu mwenye anakushow love kama mimi, my husband ange stand with me guy. Sijui sasa ningekuwa wapi. Nilikuwa nasimama hivi kwa kioo, si ni kioo. Najiangalia niko like you. Alafu kwa social media unakuta unakaa 35 unaona hiyo kidondoko nayo wanaifinya, wanakaumiza kabisa. Una get? So badala accept, nilifanya nini? Nilipotea. So nikapotea, nikashikwa na depression, nikakuwa all the time hata nikivaa nguo sijioni nikiwa smart. By the way, unaona hiyo time ningekuwa nimevaa hivi. Naona tu hivi nimeshinda tu, niko kwa nyumba hivi tu. Nilikuwa najiona nakaa tu vibaya. Nashinda nimejikosoa, nimejitoa makosa, you know, because I was like mwili yangu ili change. I'm not the young girl I was because I had kamwili. Unajua tu mwili ni ujaza mtu hivi nilikuwa. Kila mtu alikuwa ananiambia tu niko na mwili supu, alafu all of a sudden nimenona, niko na makai. Nitawekea hizo picha. Nashindwa kutembea. But anyway, that was like 2022. Nilizaa my first born 2022. Yeah, so since I say it for 2026. So it was long ago. Then nikazaa Mateo sikuipitia any form of depression. Mateo I enjoyed life. Sikupitia any form of depression because hapo nilijipenda sana, nilikuwa najibaia vitu. I loved buying myself things, stuff. But hapo sikuwa bado nimejirealize, bado sija tap into me, like sija focus na mimi, tunaona bado niko na watu. But right now, since I got all the help that I want, I have all the time in the whole world. Mbona nisi tap it kwangu? Mbona nisi focus on me? Ndo hata mtoto wangu waki grow up, nikienda meeting shule wanasema this is my mom. People wako like uongo. Jaden, huyo si mama yako. You see, anakaa sister yako. Yeah guys. So at 23 I look like this. And at 24 I look like the 18-year-old girl mwenye alikuwa na depression juu mwili yake imechange. So if you are there and you are a mom, please sahi nyonyesha mtoto. Acha stress. Mimi nimemaliza kuzaa. I have 3 kids and I'm okay with them. So right now I have to focus on me as I prioritize my family, my husband, my children. Like sijatupa familia yangu kando. No, ati nitupe responsibilities zangu kando. No, I'm just focusing on myself. Pia nisipotee kama vile nilipotea kitambo along, because getting back to yourself, it's so hard. Ni ngumu sana. So this room, unaona ile dream nilikuwa natamani nikiwa shule, nilikuwa na room yangu. Like unaona tu kifunga macho tu venye una imagine venye unatamani kama uko shule, unatamani room yako vile ukimaliza shule itakaa. I was like that. I'm going to do it here. This is my space. I'm going to do everything that I want. And my husband amesema atanipea 100+ full support, guys. So stay tuned to see this girl change. Mko mnanita 35, mtakuwa mnaniuliza, Steph, what did you do? Steph,
Tell me the secret. You know, uko nje. Tutakuwa tunakunywa masela, atesela rak. Inaitwa hizi maspinach. Guys. None. Sasa sina vitu mingi, sina products mingi, sijazitoa kwa bedroom yangu by the way. Hizo ndio nilikuwa natumia, hizi ni lipstick. Sasa hizi ni lipstick. Siko mingi. Unaona? Nilibuy, nimwambia najifunza makeup. So, mimi nilibuy hii yenye iko hivi. Ni mingi, ni tudogo tunatoshana hivi. Ndio nilikuwa najipaka huko. Unaona? Nilikuwa najifunza makeup, nikabuy hadi blow dry. Nimebuy vitu mingi, nimebuy perfume oils, niko na zingine kwa bedroom yangu. Kama mnataka plug ya perfume oil na wapea, mwende kwa Keisha Perfume and Oils. Atawauzia. Na kama hujui ni harufu gani unataka, atakudisaidia guys. So, please, if you're a mom out there and you're struggling at your own, you may add weight. No. The little things matter. If I had a big sister back then, na alikuwa a mom, na angeniambia no. Enda step by step. Raise a whole human being kwa mwili yako na kujionyeshe, na bado umetoka kuzaa, you have to heal, bado uja heal. Kama mimi bado sijafika 6 months. So, bado sina nguvu venye niko. But sitaki kufanya nini kurudi kwa depression. So, these small things matter. Mtoto akiwa amelala, enda pale chukua eye pencil, chora eyebrows zako. Enda jifunze tu pole pole. Mimi bedhae nimekuwa nikifanya hivyo since nipate BBT. Enda chukua ka lipstick kako, jifunze lip combos. Jifunze ku blow dry nywele. Bedhae hizo video nimekuwa niona nikiblow dry nywele, ilikuwa first time zangu. Si ati nilikuwa ninajua ku blow dry nywele mimi. Nimekuwa nikijifunza. Enda soma skincare yako. Mimi natumia hizi kwa skincare yangu wenye walikuwa wananiuliza. Hebu onyesha. Hii video sitaki kuwe refu muboeke. Unaona? So, naosha uso na hii, napaka hii next, alafu napaka sunscreen. And that's, mwenye alikuwa ananiuliza ndio hizo ndio mimi natumia. Na on a daily basis nikioga napaka hii mafuta 2. Alafu nafanya nini? Na mix. Hii acha ni mix hii. Mark. Mimi huwa na mix hivi. Sitaweka mingi juu siendi. Nilikuwa nimejipaka already. Unaona? Si mingi. Alafu naeka hii perfume oil yenye nilimwambia nilibuy kwa Keisha's perfume oils. Unaona? Alafu naweka like 2 drops. Nikwambia you will smell good all day. Hata kama uko kwa nyumba. Bwana yako sikupite hapo tu unanuka maziwa. Usijiachilie to that extent. Yeah? Don't try that. Unaona, the moment you are depressed, na una breastfeed mtoto na ndio umetoka kuzaa, unajiachilianga vibaya sana. Talking from experience. Mimi nikizaa Jaden, I just looked like a nobody because I was depressed. Sikupata na energy ya kufanya anything. Look at that glow. Unashinda hivyo. Unajifunza makeup ukiwa kwa nyumba. By the time mtoto anafika 6 months utakuwa pro. Unajifunza kuosha wigs kwa nyumba, unajifunza kuchana wigs kwa nyumba, unajifunza ku blow dry. By blow dry unajua utoki. Blow dry nywele yako kwa nyumba, jifunza ku style natural hair yako. By the moment tutafika 6 months, anaanza kukula. Utakuwa umeiva, utakuwa unatoka kwa nje hata unakuuliza, "Nani alikufanyia hivi?" na niwe mwenyewe umejifanyia. Umesikia guys? So, I'll leave you to that and wait, I'll leave you to that. Please subscribe to my channel, and Instagram yangu iko na a lot of issues. I'm going to open a new Instagram. Please, the way mnanishow love huku, mnishow love wapi? Huko Instagram. Nikifungua Instagram nitawaandikia hapo chini a new Instagram account, mwende mnifollow guys. And that is where the new Stephanie, not Queen, Stephanie, the me, you will see me there. I'll be there embracing me, my talents, everything like that. I love itakuwa hapo hivyo. Yeah guys, so subscribe to my channel. I love you all, and subscribe kama hauja subscribe, share na mcomment hapo chini kama mnataka kusikia hizi story ya vile nilipata mtoto nikiwa shule. Ni story tamu, si wengi wanajua. So if you want to know the full story, niambieni nitawafanyia guys. Yep. I love you all. See ya.